Ibani mambo vipi mtazamaji wetu wa WATV, mimi hapa niite KSB Kisco, mtu wa watu sina gabaya na mtu. Na leo niko na moja kati ya madogo ambao wanafanya muziki wa gospel. Na sio mara ya kwanza kuonekana kwenye screen zetu za WATV. Ibani leo nakuja kuishi naye, tutajua mambo mengi tu kutoka kwa Dogo Basco. Yaani ikiwa ndo mara yako ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, subscribe, like and comment, utakuwa umetisha zaidi. Nyuma ya kamera ni Woza. Ibani dogo mambo vipi? Uko poa? Mishe vipi? Fresh kabisa. Ndio. Familia nasemaje nyumbani? Wako fresh, namshukuru Mungu. Wako fresh kabisa. Ndio. Basco kama Basco. Hamna, mimi sio Basco. Sawa nani? Hilo jina nimeshabadilisha. Shabadilisha, unaitwa nani sasa? Kwa sasa naitwa Lion B. Lion B. Ndio. Lion B. Kama Lion B. Ya tunaweza kusema kwamba ile Lion B ulijipanga mwenyewe ama kuna mtu alikupanga hilo jina? Hamna, nilipanga mwenyewe. Ulijipanga mwenyewe. Na ni sababu zipi ambazo zilisababisha ujipange mwenyewe jina kama hilo? Unaweza kutuambia kwa ufupi tu kidogo hapo. Kwanza kabisa maana hiyo jina Lion B. Yes. Maana yake ni nafasi. Nafasi. Sasa nikachukua kwa maana bado ningali mdogo, alafu Mungu akanipatia nafasi ya kuimba ama kunipatia kipaji. Kwa hiyo nikapenda kipaji kuimba muziki wa gospel. Yaani cha kwanza Lion B maana yake ni nafasi. Kwa hiyo nikaunganisha na nafasi ambayo Mungu kanipa, kwa hiyo nikapenda hilo jina. Yeah. Na hiyo B maana yake ni jina langu kabisa, Alice. Lion B. Tuseme kwamba Lion B ni maana yake, tuseme kwamba ni nafasi. Ndio kaona ujiongeze kwa maana wewe ni mdogo na Mungu kakupa nafasi ya kuimba, kaona utumie hilo jina kama pongezi tu kwa Mungu. Yes. Yeah. Hivi tuseme tokea tufanye na exclusive interview, kumeshapita kabisa siku nyingi hapa, tungependa kujua tutegemee kitu gani kutoka kwako kwa muda huu? Sijaelewa. Yaani tutegemee kitu gani ambacho kinakuja kutoka kwa Basco Boy? Kwa Lion. Kama ngoma, kama nyimbo. Nyimbo. Nyimbo hapo nimeshaandaa. Lakini sasa sijazipeleka studio kwa maana sijapata mtu ambaye atanipeleka studio. Haujapata mtu kupeleka studio, lakini ngoma tayari ziko ndani. Zipo ndani. Kwa hiyo zipo ndani, lakini sijapata ule mtu ambaye anaweza kunipeleka studio nikaziingiza alafu nikazitoa nikazipokea. Lakini ukipata mtu kupeleka studio hata leo unaenda kutoa hizo kazi ambazo tayari uko nazo ndani. Lazima. Yeah. Umeshaandaa kama kazi ngapi? 4-5. 4-5. Yes. Unaweza kutupata kionjo kidogo tu cha kazi yako moja? Yes. Tuimbie kidogo. Nakutegemea isipike madui zangu wasinicheke. Sasa kwa hapo siwezi kuimba yote kwa maana ni bado naandaa. Bado unaandaa. Lakini tunajua kabisa msanii fulani, na hasa kwa nyinyi wasanii ambao bado mko, yani bado mnaanza. Ya kipindi unaanza muziki, huwa kuna msanii fulani hivi ulimuona anafanya kitu kama hicho na ukapenda kutoka kwake. Wewe tuseme kwamba ulimpenda msanii gani ambaye anafanya kazi ya muziki na ukatokea kupenda muziki? John Lwaga. John Lwaga. Yes. Unaweza kutuimbia muziki wake hata mmoja ambao unaujua hata yani hata kipande tu fulani? Hakuna jingine mimi najivunia zaidi yako Baba. Maana niko tuli nimetulia, wewe unagabaya. Hata wale wananona usuda shaba yao mbaya. Nitapata jambo ambalo amenifunika bure watataya. Sasa kama unavyoona ninapoimba hapa, wimbo nimeshauandikia na huko ndani ya hizo nyimbo 5 ambazo nimeshaandaa. Yaani tuseme hata ukipata nafasi leo ya kufanya tuseme kwamba remix, wamama umesema wimbo ushauandikia, unaweza kupiga? Yes. Tuimbe basi hata hiyo remix kidogo tu, ili wadau wetu wa WA wapate kusikia, na inawezekana kuna mtu anaweza kukusupport hapa apate kusikia ambavyo utaimba. Utuimbie basi hata kidogo tu kwenye hiyo ngoma ya John Lwaga hiyo ambayo umeimba kama remix. Zamani niliona giza machoni, ila Mungu kanisaidia. Walienda kwa waganga ili mimi niangamie. Tena nilipobaki mifupa, so kasema hiyo kesho wanazika. Ila Baba ukasimama na mimi, ila Bwana ukasema na mimi, ukanitetea. Ndo tuseme kwamba ndo remix ambayo umeandaa hiyo ngoma ya John Lwaga. Yes. Ya hiyo ngoma kipindi unaiandaa, tuseme kwamba kuna mtu mwingine alikusaidia mawazo au ni kivyako tu mwenyewe ndo ulijitahidi ukaandaa mwenyewe? Hamna, nimeandaa mwenyewe. Umeandaa mwenyewe. Na ilikuwaje mpaka ukaamua kuandaa remix ya ngoma kama hiyo? Na ngoma tunajua kabisa muziki ni nyingi sana, mpaka ukaamua kufanya remix ya ngoma kama hiyo. Nimependa. Umeipenda? Yes. Kilichokuvutia kwenye hiyo ngoma hasa ni nini? Wimbo umenifariji, alafu
kuna maneno ambayo yani yamenifariji kabisa, alafu nikapenda huo wimbo. Wimbo kali kabisa. Ni tofauti gani ambao unaona kwa John Raga na wasanii wengine ambao mpaka inasababisha kabisa John Raga ni moja kati ya wasanii ambao nawafuatilia sana? John Raga alikuwa mtu ambaye alitulia sana, alikuwa mzima. Nikaanza kufuatilia Obi Alpha. Lakini alipokuja kutoa wimbo wake Old Mara, nilipenda sana. Kipindi unamfuatilia nani na huyu msanii mwingine ambaye umemtaja hapa, kipindi unamfuatilia, unaweza ukawa kuna kazi fulani ambayo unaijua hata kwa ufupi, basi unaweza kutuimbia hata kidogo kazi yake? Yes, unaweza kuimba kidogo tu ili wadau wetu wa WA wapate kukusikia. Inawezekana kuna mtu anaamua kukusaidia, anaweza kukusaidia kupitia interview hii. Umenipima, umenijaribu na umeona naliweza. Ushashirikisha watu wako wa karibu kuambia kwamba mimi sasa hivi nishaandaa ngoma 2 ama 3 ziko ndani? Ushashirikisha nani? Watu wako wa karibu ushashirikisha? Yes. Baada ya kuwashirikisha walikwambiaje? Waliniambia nipambane tu, naweza pata management na nitafika mbali. Baada ya kuambia kwamba upambane, wewe ilikukaaje? Kwanza ilinipatia nguvu na kunipatia moyo kuendelea mbele. Hivi nani ambaye tuseme kwamba anakusukuma zaidi? Anakuambia dogo, jipambana kwenye muziki ni ndoto yako, utafika mbali. Kwa maana tunajua baadhi ya watu wako pale kwa ajili ya kumkatisha mtu kwenye ndoto zake. Ila kuna wengine ambao wako pale kwa ajili ya kumfariji mtu na mtu aendelee na ndoto zake. Hivi ni nani ambaye anakushika sana mkono, ambaye anakusukuma sana, dogo pambana, kazi ya muziki ni kazi yako? Kwanza kabisa niseme ni brother yangu. Brother yako. Unaweza ukatuambia basi hata jina lake kidogo tu tupate kumjua? Kwa majina yake ni Kevin Heri. Kevin. Naye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nyimbo za Injili. Na pia ambao wengine ambao wananisukuma mbele kabisa ni TVWA. Yes, inanipa moyo na kunifikisha mbele. Mtu ambaye anaisimamia WA mpaka kufika hapa kwa hii support ambayo anakupatia. Niseme tu Mungu ambariki na namshukuru sana kwa maana wananipa nguvu na wamenishika mkono mpaka hapa. Mungu awabariki. Una kipi tuseme kwamba ni kitu gani cha kujivunia kipindi uko na WA? WA kama najivunia nini? Kwanza wananisupport, kwanza wananifuata nyumbani, wananichukua, wananifanyia interview kama hivyo. Ni kama kunipromote. Yaani napenda sana hiki kitu. Hujui kwenda studio? Kwenda studio naenda pale, lakini kuingiza sauti bado sijaingiza kwa maana sijakuwa na hela. Mambo kama haya. Hivi ulivyofika studio kwa mara yako ya kwanza na ukaona kabisa wasanii wanafanya kazi pale, hivi uliona kabisa mtu akijitokeza leo akwambie kwamba akusaidia kupeleke studio, uliona unaweza kaweza kufanya kazi na wewe pale ambavyo wasanii wenzako wanafanya? Yes, naweza kufanya. Lakini kuna watu wengi ambao wananiambia dogo hawezi kuweza kwa maana studio kila mtu anaweza kutetemeka, lakini mambo kama hayo waga sidhani kama naweza kufanya, lakini nafika studio pale nakaa, lakini kuingiza sauti bado sijaingiza kwa maana kama nilivyosema sijapata mtu wa kunisupport. Ila kuna watu wanakukatisha, wanasema kwamba dogo ukienda studio hizo kaweza. Yes. Hivi watu wakikwambia kwamba dogo wewe ukienda studio hizo kaweza, wewe unachukuliaje? Ndio tuseme kwamba wakikwambia hivyo unaamua eti mimi muziki naachana nao, au ndio unazidi kufocus? Nazidi kufocus kwa maana wananitia moyo. Yes. Tukiachana na hizo ngoma ambazo umetupigia hapo, kuna ngoma nyingine ambazo unaweza kutuimbia basi hata kipande kingine tu kadogo? Nyimbo. Yes. Nyingine ambazo niliandaa. Yes. Bwana unichunguze mimi ana nimekwenda kwa usawa wangu, uchunguze moyo wangu, uwe ndani yangu, usimame maishani mwangu. Ushawahi kushiriki mashindano yote ya kuimba? Yes. Kushindana. Ushawahi kushindana na ukaibuka mshindi au? Nilitoka kwanza. Yes. Hivi brother yako alivyokuona dogo na kipaji alikwambia nini? Kama nilivyosema, aliniambia tu kaza utafika mbali na ananisupport kwa kuona hata huyo producer ambaye anajuana naye ni yeye. Kwa sababu aliniunganisha naye pale kwa maana producer huyo ni rafiki yake sana. Wakaenda kumtikisa pale, bwana na mdogo wangu fulani hapa anajua sana kuimba ni hivi na hivi. Kwa naenda pale na cheki wengine wasanii. Waga kuna vitu ambavyo nachukua. Mpaka sasa hivi uko darasa ngapi? Niko darasa la 6. Darasa la 6. Yes. Sasa unagawaje muda wako kuandaa magoma na kwenda shuleni? Natenga muda tu. Natenga muda. Unasoma muda gani?
nasoma asubuhi saa 2 mpaka saa 6. Sasa kwanza saa 7 mpaka saa 12 saa zangu tu. Sasa ikitokea mtu kukusupport kasema dogo, kesho asubuhi mida ya saa 2 tunaenda studio, utaenda? Na hivyo siku hiyo mna mtihani. Mtihani naweza uweka pembeni, naweza enda studio. Unaweza kwenda studio? Yes. Kwa maana unaamini kupitia studio hata masomo utayakuta tu. Yes. Lazima, kwa maana nikisoma nikipata mtu kunisupport, nikifika nchi huko Zambia lazima nitasoma, kwa maana bado mimi ni mtoto. Kama unavyoangalia napaswa kusoma. Kwa hiyo wazazi hawezi kusema kwamba bado ngali mtoto kwa eti endelea na masomo. Kwanza ya masomo ya huko mkambini sidhani kama naweza kwa. Labda nifanye muziki, fikia kiwango naweza somea masomo mengine sio haya. Hivi ukiona msanii mwenzako ambaye ana umri kama wako hivi, ya ulikuwa na tuseme kwamba alikuwa ni mmoja wapo ambao ya watu ambao ulikuwa unaimba nao karibu, sasa huyo kapata support kuna mtu fulani kaamua kumchukua akasema kwamba mimi dogo nitakusimamia, lakini unakuwa mpaka kwa kipindi hicho haujapata support. Hii wewe inakukaaje kwako? Mimi namuombea tu Mungu azidi kupasa afike mbali. Tuseme azidi kupasa tu afike mbali. Yaani aendelee tu. Na mimi ipo siku Mungu ataniona. Kwa sababu na mimi nikianza kusema kwamba nimuombee mabaya, mbona mwenzangu amepata alafu mimi nimekosa? Hamna, kila mtu na wakati wake. Wewe unasali kanisa gani? Na sali Kadafi pale. Kadafi. Ushawahi kuimba kwaya? Kwaya naimba. Naimba kwaya, yes. Hivi ulianza kuimba kwaya kabla hujajigundua hata una kipaji cha muziki, au ulianza kuimba kwaya baada ya kujigundua na kipaji cha muziki? Nilianza kuimba Kabla. Hivi ulikuwa ni kama mwaka gani? Kwa sababu sasa hivi naona kama umri wako ulivyotuambia kwamba ni miaka 12. Yaani kama nilikuwa na miaka mingapi alafu kipindi umeanza kuimba kwaya ulikuwa na miaka mingapi? Najua 11, 10. Yaani useme sasa hivi ni kama miaka 2 tu unaimba kwaya. Kama miaka 2 tu unaimba kwaya. Yes. Kule kwayani watu yani ukiwa unaimba watu wanakuambiaje kwanza kutokana na kipaji chako? Wanasema niko poa, dogo uko fresh sana, ukikaza unaweza fika mbali. Unaweza kufika mbali. Yes. Lakini hata kule kanisani hakujitokeza mtu yeyote ule kusema kwamba dogo mimi nitakushika. Bado kabisa. Wadau wetu wanakuangalia sasa hivi. Wadau wa WA TV ya wapenzi wa muziki wanakuangalia sasa hivi. Una kipi cha kuwaambia wao ambao wanaweza kawa wanapenda kuchukua kumanage wasanii wadogo kama nyinyi? Niseme tu kwanza kabisa nahitaji support yenu. Nahitaji support yenu kwa maana bila nyinyi siwezi kabisa. Bila wao. Yes. Tukiachana na kazi ya muziki. Wewe ni kitu gani kingine ambacho unajishughulisha nacho? Ama kweli mimi sina kabisa hivi. Hauna kazi nyingine kabisa, ni muziki? Yes, muziki. Yeah. Lakini waga shule naenda, lakini shule ni kazi kwani? Shule tuseme kwamba ni unaenda tu kuchukua ujuzi fulani hivi, lakini sio kazi. Yes. Hivi John Raga kama anatusikia kwa muda, una kipi cha kumwambia kuhusiana na hiyo remix yake ambayo umeitengeneza? Kama anavyoniona hivi na kipaji, naweza kuomba hata collab na yeye anisupport kidogo. Hata collab akusupport. Lakini kuna ngoma zake zingine ambazo unazijua, ambazo unaweza kutuimbia, kwa maana anaweza kusema kwamba zile kuna mtu alikusaidia, kwa hiyo una nyingine ambayo unaweza kaimba hapa ambayo yazidi kuamini kama una kipaji. Imba kidogo ngoma ya nani? Ya John Raga. Simamizi wa mipaka ya bahari, utunza egala ya mvua, waamua vita ya jua na mwezi, upepo na mawimbi vya kujua. Hivi wazazi wamekuambiaje kuhusiana na kipaji chako cha muziki? Wamekukubalia kwamba dogo fanya muziki, au wamekuambia kwanza usome? Bado wao wanasema kwamba niendelee na muziki tu. Endelea na muziki. Yes. Yaani kitokea hata umepata tenda ya kufanya muziki na kuacha masomo utaacha? Kutokana na wazazi wako wenyewe wameridhia kabisa ufanye muziki kuliko kusoma? Sijui sasa ambacho naweza kusema kwa maana sio mipango yangu. Sijui ambacho naweza kusema kabisa. Mambo kama na support sana dogo, tuwaombee tu watazamaji wetu ambao wanakuangalia sasa hivi wa kusupport, na tunaamini tutafika mbali. Una kipaji kikubwa sana cha muziki.
tunakuombea sana kwa Mungu, tunajua utafika mbali. Bwana mtazamaji wetu wa WATV, mimi hapa niite KSB Kisco, mtu wa watu sina gabaya na mtu. Bwana nyuma ya kamera ni Woza. Bwana subscribe, like and comment, utakuwa umetisha zaidi, kwa maana kupitia comment yako ndio tunaamini kwamba unamkubali Dogo, na kupitia comment yako ndio tunaamini kwamba utaweza kumsupport Dogo. Mimi niite KSB Kisco, mtu wa watu sina gabaya na mtu.